Wapenzi watazamaji, karibu tena katika Brother Rogers YouTube channel. Na iwapo ndio unatazama video hii, tafadhali click the subscribe button na kumbuka turn on your notification bell. Imekuwa siku nyingi sana hatujazungumza, lakini kuna kitu ambacho nataka niseme. Siku moja, kaka Sungura, unajua mimi nimelelewa Ushago. Primary school nimesoma ile tu ya Ushago ya village. Secondary school pia nimesoma ile ya village. I have never been to a city or a big town for instance. Na wakati nilipata barua ya kwenda college Nairobi, nilikuwa ninaota hata sikulala. I was just trying to paint a picture how Nairobi looks like. Unaangalia unaona korofa 10 iko kando, unaona maandisi kidogo pande mwingine. Unaangalia kidogo unaona mabasi zinapangana mahali kidogo. Yaani umeiambiwa mnaenda safari mahali haujawahi kwenda and you just paint a picture. Yaani unakachora in your mind. So mimi ndio huyo nimechora picha. Tulikuwa tumepanga kila kitu, nimepaka manguo, and Monday I was supposed to travel to school. Sasa tukapanda gari, mimi na Ushamba yangu. Najua when I went to Nairobi, I could not speak a sentence without punching Kegusi into it. Yaani singeweza kuzungumza sentence moja bila kuweka ukisi ndani. Yaani bila kusahau na kuzungumza Kikisi. Paka makabila tulikuwa nayo kwa rumu, na unasema ndio nakupiga kai baba. Nilitoka reserve kitambo niko Nairobi. Una switch off to Kiswahili. Yaani umejipata ina scenario uko na Ushamba kwa akili mpaka wakati mnaongea na kabila lingine kama ni Mkikuyu, Mkale. Yaani unaongea mpaka unasahau mko na Wakisii, unaanza kupiga Kikisii. Wakishtuka wanakuuliza, wewe unasema ndio unakumbuka? Wewe kumbe nimetoka Ushago niko Nairobi. So hiyo ndio maisha tulipitia. So mimi ndio huyo nikafika shule. Kwa sababu sijui Nairobi, najua tu compound ya shule peke yake. So nikamaliza mwezi mmoja, nikasema tu acha ninyoroshe miguu kuelekea Rongai. Actually Rongai is the first town I went to. Sababu nilikuwa nasoma Multimedia University hapo Mbagathi. Nikatembea hapo, kesho yake rafiki akaniambia anataka tuende Nairobi town uone vile iko. I have never stepped in. And the first landmark yenye niliweka kwa akili ni afya center. Niliambiwa na marafiki zangu, ukifika tu town, wewe simama tu, angalia juu, tafuta network. Ukiona tu nyumba refu green imeandikwa afya center, bas wewe tafuta hiyo nyumba, stage ya kwenda Kisii iko hapo. So that's what I mastered. So nikipanda gari kutoka Rongai ikinileta mpaka Nairobi City Center, ninainua macho, nikishuka chini ninaangalia. Nikiona nyumba refu imeandikwa vya center. So sasa naanza kutafuta paka street naifuata ndio ile paka ninafika huko. So nikaambiwa ukifika hapo ndio stage ya Transline, hapo ndio stage ya Kisii. Hapo tu ukifika utapata gari ya kukupeleka Kisii. So tukaenda Nairobi na tulikuwa tunatembea. Sasa huyu ndugu akadelay mahali ambapo alienda kwa ofisi. So mimi nikapigwa simu and I was supposed kurudi chini. So unajua tulipanda na lift. Mnajua lift. Hii lift ya unasimama unafinya inafunguka, unaingia ndani unafinya inafunga, napanda. So tukaenda mpaka around was it 12th floor. Tukafika pale tukafanya stuff. Yeye akaniambia bro, mimi nataka kupaki hapa. Si umejua njia? Nikamwambia sawa tu, mimi nimejua njia. Tarudi tu mpaka shule. So ndugu zanguni niliona siku mrefu. I saw a long day. My friend. Nikatokwa jasho, nikainama, nikaketi chini,
Nikaamuka, sikuona jibu. What happened? Sasa aliniambia tu, si uliona vile tulikuja? Nikamwambia niliona vizuri sana. Haya. So mimi ndio huyo. Kufika kwa lift nikasimama hapo, nikadhani tu ni mlango. So nikabisha hiyo lift, nikabisha. Hey! Kuna mtu anafungua. Dakika 5 hivi nikaona lift inafunguka. Watu wanashuka. Haya. Nikasema hapa kimeumana. Before ifunge nikakimbia, nikaingia ndani. Mimi nikanyamaza tu. Tukabaki na watu wawili hapa. Mimi nikanyamaza tu. Si sasa ni lift. Si inarudi tu. Mimi nilijua tu ukiingia ndani inarudi. Kwa sababu nilifikiria tukipanda mahali tuliuachia hapo ndio imesimamia paka nirudi tena niingie ndani ndio initeremsha mahali nilitoka. I have never seen a lift before. Hata sikuwa najua inaitwa lift. Ni huyo jamaa aliniambia sasa tupande lift tuende. Haya. Kafunguka, mimi nimeingia ndani, tukabaki na marafiki wawili. Hapo ni 10th floor. Ndugu zanguni, kumbe hawa marafiki wamebaki wanapanda tena. Haya. So sisi I got suspicious, nikaanza kufikiria, hii lift kwani sinasikia inapanda ama inateremka? Nikasema suru. Ikapanda, ikafika. Tukasimama. Ikafunguka. Watu wawili wakashuka, watatu wakaingia. Mimi niko hapo ndani tu ninangoja nifike ground floor. Tukateremka. Yaani nilifanywa kama mpira. Kazi yangu ni kupanda, kuteremka, kupanda, sijui nishukie wapi because sijui lift unafinya 5, yaani ikiteremka unafinya, alafu ikifika floor 5 ifike ifunguke mlango utoke, ifike ground floor kama ndio unaenda ufinye ground, ikifika ifunguke utoke. Sasa mimi niko hapo sijui nifinya wapi. Mtu anaingia anafinya. Ikifika inafunguka anatoka, wengine wanaingia. Wanafinya. Inafika wanatoka. Sasa mimi niko hapo tu, nikupanda na kushuka. Kutoka saa 8 mpaka saa 1 usiku. Sijatoka kwa lift. Nimechanganyikiwa, sijui ground floor iko wapi. Sijui first floor iko wapi. Kwa lift hapo ndani nimesweat paka. Na unajua lift ikipanda usiposhikilia unakuwa ni kama mtu unaanguka. Ushamba ikanichapa hapo ndani kwa lift. My friend. Sasa nikasema wacha tu nichome damu niulize ndugu yangu. Ndugu yangu. Sasa vile tuko kwa hii nyumba, ground floor inapatikana wapi? Akaniambia hata mimi ninaenda huko. So akaniambia ukienda ground floor, unafinya hapa, ikifika ground floor ikifunguka unatoka because usipotoka haraka itakufungia. That is how I got myself into ground floor. After sweating, after searching, saa 9, saa 10, saa 11, saa 12, 4 hours. Nashuka chini, narudishwa juu. Nashuka chini, narudishwa. Ndugu zanguni, that is the toughest lesson I ever learned in the city of Nairobi. God bless you. See you in the next video.